familia zetu hazielewani. Sasa hizi tuko hapa jamani, mimi sijui kama mtoto wangu yuko wapi. Sijui kwa alipo mtoto wangu anakula wapi, sijui analala wapi, sijui yuko kwa nani, sijui yani sijui kabisa kinachomkuta mwanangu. Na wao ndio kwanza wamekaa hapa ni hakuna movement yote unayofanya, labda tuende tukajua mtoto yuko wapi. Sikiliza nikwambie Mama Oprah. Usione nimekaa chini kwamba nimekaa kibububu, sifikirii. Kuinama kwa kondoho ni kutunga sheria. Sasa mama, mimi kisi uko unaniona hapa, niko mzazi wa Oprah 100%. Siwezi ona mabaya yenye Oprah atapata mtoto yangu ni yafumbie macho, ni yaone tu na yapite. Hapana. Kama yote yamefika, pande moja unaweza ukanilaumu, lakini pia tunatengeneza kesho ya mwanetu. Mimi sijafanya kwa ubaya. Wewe peke unajua kwamba ule mtoto angeenda kwenye ile familia asingekuwa na maisha mazuri. Nisu itabiri inete boti ni osikaripia mwana aya tasona ma nini seki nile inawezekana. Lakini pia mume wangu tunajua mimi kabisa niliambiwa ninaye tu hiyo mtoto mmoja. Sina uwezekano kupata mtoto mwingine. Na sijui mwanangu huko aliko labda amejinyonga, sijui sielewi jamani Mungu wangu. Ni hichi kinataka kunitokea. Na ungwa ni gweru. Lipo hivi. Hapa sio muda tena kulaumiana. Kilichoko hapa mimi na hiyo kweli nilikosea. Lakini sasa tukiendelea kukataa hivi hatutapata jibu lolote. Kikubwa ni kusema kwamba kama mtoto kweli anapenda ule wake mwenye alikuwa apendana naye, na kama iko rizaa ule ndio mwenye anaona atamuoa, mimi vile sitakuwa tena navyo napingania. Lakini kikubwa kwanza mtoto haonekane, mwana tanguru amboka hamone ehano bingine vya mahusiano yake wala matatizo yake yenye anasema kwamba ashakuwa mtu mzima anaweza kujiamulia, lakini hakuyajamulie ni kwa namuona. Na hivi kisi niko hapa natasimama hapa nianze murango kwa murango, quartier mu quartier, zone ku zone, village ku village, niangalie nitampata wapi. Tabina uwezekana mwana wa mache yani mieno yosimi jicho sisukubi tale mamone tiki wale kwa beni tutakia unana chioni. Kwa sasa naenda hapo. Naenda niangalie kama niweza mkuta sehemu yoyote. Nilikuwa gizani, moyo mie niko naona kama huko unazunguka zunguka tu, unazunguka tu. Benye bili tuleta hapa au bisemi juu ya eto beni bano baenda wabo mwana aya sina na wane mwana uli hii wane mwana binu sha osamiechi mwendishimo mwana wane mwana, na nimetoa malalamiko kwako wewe kama mwenyekiti, wanipe mwanangu, sitaki shari ane mwana ushini nyake. Sasa wewe si ndio umekuja tusuluhishe hivyo unavyoona hapa mwenyewe, sijui ni changu kwa hapo. Tena ule ni mtoto wa kike. Ufunge chini. Yaani kijana huyo ndo amemrubuni mimi mwanangu. Mpaka sasa mimi sijui mwanangu yuko wapi, tena wa kike kama ameenda kumchinjia huko. Mamuja heshimie. Hizo ndo mati msai. Salile bala inu itangano. Baba, mimi ndio mwenye alikuwa anatongozwa na Tibi. Ubusalile bala sasa. Wewe mambo ya kusimama. Nyema hichi ni huu. Tulieni kwanza. Mpaka leo tulieni. Rwanda we. Ube ni muomisi. Inyo mumbikini bese. Uzyo. Ine. Mwenyekiti mimi nataka hapa ni binti yangu. Jamani tusikilizane, msifanye na misi huyu. Siku demu wako na wewe. Sasa wazee tusikilizane basi, tusikilizane. Achaneni nayo mambo mengine bwana. Afanya ambie daktari wake anirudishie.
Si ndio hilo tatizo tunalichakachua hapa, tunatakiwa tuongee. Mwenyekiti huyo baba, tatizo baba huyu baba ni jeuri. Anajua mimi mwanangu alipo na kijana yake na ndio maana wewe wote uko hapa. Niisha kwambia mbana huko usikuwa naongea. Wewe kuna nikakezi huku nani? Wewe huku nani wewe dema hii wewe? Bwana, burafiki mwenye tuliishi sikuwahi kukugusa kujicho siku moja. No onochaho no opika kofi kuputiwa esobelecha. Sio hii ni makachuma tamu. Ovyo ni mvela. Ala, wale mwana ikubutiwa. Huku wajua sasa. Baba, hii wajabu huku. Namtaka mwanangu. Wale mwana kwa jina la Yesu. Mwanangu. Baba. Mwanangu! Mwanangu! Ala! Baba! Yana bosoka, yana bongo, yana bijandika, yana. La, mwanangu. Ulikuwa wapi, mwanangu? Mzee, ni story ndefu sana. Ni story ndefu Mungu ono ni bwelo. Apa, omona bili mwana ashimia. Mbwa bwelo. Mwenyekiti Tanda nye. Pauzio. Nye jamani wewe nenda mkoneshe sasa hivi. Maumiza. Nikoneshe malavu David sasa hivi wewe. Na wewe. Pauzi wewe. Wacheza na mimi wewe. Lakini Mzee, mtu leo. sasa nyinyi mnataka tusuluhishe au mnataka tuendelee kuleta vurugu hapa? Alafu wewe kijana wewe. Wewe kijana wewe unataka uniue mtoto? Mama tulieni kwanza, kaeni kwenye viti. Watoto ndo wamefika. Mshukuruni kwanza Mungu. Alikuwa wapi na mtoto wangu wewe mwenyekiti na wewe kazi kwa chachacha. Usio unashota mtoto wangu kidole. Na wewe usinishote mimi kidole wewe. Unajua jamani vidole wavyo kuna macho vidole kuna macho. Kuna mwili mmoja wewe. Peti na usigombea mwana huyu. Muulize bwana kabla siamvuruga sasa hivi. Sasa hayo mambo tutaongea mkiwa wima, mkiwa mnafanya hizi vurugu. Simtulie sasa tuongee. Bwana hata kama bado umefika leta vitu. Na nilisema mwenyekiti kijana wake ndo amemteka mwanangu. Si unaona amekuja. Na hayo mabeki ameteka. Alikuwa amemteka mwanangu. Amemteka, unajua kuteka wewe. Lodi ele motomana meso ete shina ento yake kwa emono nya. Ungo ni wewe winge ungamete mbaka uiteka tusuru. Jamani, nini mna nini bwana? Unajua niko namsemea. Unajua niko kusemea. Mna nini? Mna shida gani nyinyi wazee? Afiti bindu tulia. Mnataka sasa kila mtu simshaona watoto wenu, kila mtu aondoke sasa. Yaani aache na sema. Kila mtu aondoke sasa. Mwanangu alikuwa wapi mwenyekiti naondokaje? Sasa kama mna shida ya kujua wanenu walikuwa wapi, simtulie sasa. Anaambia ulikuwa wapi na mwanangu? Ulitaka nini? Maswali kama haya wewe sio serikali. Sikilizeni. Mimi naona nyie mmepinda kwenye kijiji mpaka mnaanza kupinga hata masuala ya serikali. Yaani hata mimi niko hapa mnaanza kuleta vurugu na mimi niko hapa. Wewe mwana anajabi vijana na wane mwana. Unajua uchuku wa mtoto wewe. Si umemuuza huyu. Una uhakika? Pilau. Nyangala kata wewe. Tulieni, nishasema tulieni. Wewe usinichukulie baba. Tole mbochi. Ule mwingine ite bidu ya chika. Nani wewe mselebani? Ulikuwa unapeleka mtoto wangu wapi? Sikia nikwambie baba, mwanangu sio mselebani, anjo ampanzio. Wamuna sura yeye wane mwana naye yobe. Mwana bwino mpaka umwende. Ale pisia. Wane mwana anachangwa. Aikaine. Dale mbachana. Ale numiani. Yaani nyie wazee hamwezi mkakaa kabisa mkaelewana. Ongea hamwezi mkakaa tukaelewana kabisa. Kijana, nataka kujua binti yangu ulikuwa umempeleka wapi? Hilo swali umuulizi wewe. Hilo swali utakiwa kumuuliza wewe. Amekuja mimi nitamuuliza. Na umwambie apunguze ukierere. Hapo anipiga makiki hapa. Baba, huyu mtoto nimemzaa na sijamnunua. Kwa hiyo mimi na haki ya kujua mtoto wangu hapa ninapoongea. Umemnunua? Alikuwa wapi? Ndio huyu hapo shamuona sutu. Sasa kuongea. Unabaki sio muasasi ama alikuwa penda nimrukie pale. Tusikilizane. Sawa, mimi nafikiri mpaka hapo inatakiwa tuongee sasa, tuelewane. Tujue watoto walikuwa wapi, walikuwa wanafanya nini na mpaka sasa muda wote huo walikuwa wanazuilika nini wasirudi nyumbani. Sawa hapo. Mimi naomba nikuulize wewe. Ndio. Sawa? Ni miezi zaidi ya 5 mmetoka kijijini. Hamkuaga. Wasiwasi zilitanda nyuma yenu, wa kusema mlitekwa, wa kusema msijui mlifanywa vitu gani. Nyie mlikuwa wapi? Na kitu gani kiliwafanya mkaondoka na kitu gani pia kiliwazuia nyinyi msirudi? Ndio mwenyekiti. Kwanza umeuliza swali nzuri sana. Lakini pia hadi kufika hapa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi kitu kikubwa ambacho kimenifanya nirudi hapa
au naweza nikasema kwamba kitu kikubwa cha kwanza ambacho kimenifanya mimi nitoke hapa ilikuwa kufuatana hizi vurugu za familia yangu. Familia yako? Familia yangu mimi pamoja na Oprah. Tulichukua maamuzi mimi na Oprah ya kutoka hapa kijijini ili tuende huko tukayatafute maisha. Kutafuta tu maisha. Ndio, kwa sababu tuliona hapa tumefungwa sana na familia na tulikuwa tupo huru kwa sababu mimi na Oprah hadi sasa hivi ni mke na mume. Unasemeje? Wasema nini wewe? Ulimuoa lini wewe? Tulieni jamani. Ulimuoa lini wewe? Tulieni jamani, tulieni. Tuendelee. Ndio, afu cha pili tulikaa mjini huko, tulihangaika sana, tulipambana sana. Japokuwa tulikuwa tuna pa kufikia, lakini tulijitahidi kufanya kazi ngumu na tulipambana. Tukawa tunapata kidogo angalau. Sema maisha yalikuja magumu pale ambako mke wangu aliposhika ujauzito. Ana nini? Wewe kijana, wewe una uwezo wa kumbebesha binti yangu mimba wewe? Wewe mbilikiti wewe. Kwa sema nini? Ubetulia. Mbona ulimpelepele manga tata? Ubetulia. Ubetulia. Imesema jamani. Mwenyekiti. Mimi mwenye huku naona hapa mimi ndio baba yake mzazi. Mimi najua kama wewe ndo baba yake. Na kama huyu amefanya hivyo, tulijua ni ujana maji ya moto. Mwanangu, siku zote wakuwa wanasemaka kuwa uyahone. Sisi na hawa maadui ni rangi hawa. Hatuna burafiki hata huku. Ni kweli siku na wewe burafiki. Sasa mwenyekiti, naombe kidogo. Nakusikiliza. Mimi gisi nishaona mwanangu, kwanza naweza nikatoka tu hata hapa kwa sababu tusiharibiane siku. Huyo binti, fanyeni jitihada mkanunue tu hata dawa za kutoa ujauzito hapa kwenye tu utoke na undugu oishe. Sasa tutulie kwanza, tutulie. Huyo polisi unayekwenda huko atakurudisha tena kwangu mimi mwenyekiti. Karatasi ya kwenda polisi inabidi tokee hapa. Sasa mimi nataka niongee hili swala kwa sababu nyie inatakiwa tuambatane kwenye kijiji. Kwanza nyie wote mmefanya vitu vya aibu ambavyo havijawahi kutokea. Hiyo ni aibu. Hayo maisha mnayotaka sisi tuishi ni maisha ambayo yaliishi kipindi cha zamani cha mababu zetu huko. Hamuoni, hamjisikia hata mwili baridi kwamba watoto wamefika hatua ya kuwatoroka nyie wazazi wao ili wakaishi mbali kwa sababu ya mahusiano yao? Hamjasikia hata aibu? Leo hii mnasimama kusema kwamba kesi yetu iende polisi. Wakati ni aibu ya nyie familia. Ugomvi wenu utazuia upendo. Upendo uzuiliki. Hilo ni swala la aibu ambalo mmelifanya. Wazee kama nyie kusikika mmefanya kitendo cha aibu kama hiki. Ni kitu kibaya sana. Swala ni moja. Kijana amesema kwamba alikuwa anaishi na binti Oprah kama mke wake. Cha kuwashauri ni kitu kimoja. Masuala ya kwenda polisi, ya kwenda wapi? Polisi haitotoa ujauzito. Polisi haitomrudisha chuo. Polisi haitofanya hawa siwe mke na mume. Kile watakachokwenda kukihalalisha kule ni kwamba hawa wanatakiwa waone kwa sababu wote mli wao unaruhusu. Sawa? Muhimu ni kwamba nyie wazazi hamtakiwi kuingilia mahusiano ya watu wanaopendana. Msiweke mistari na kuweka mipaka kwa watu wanaopendana. Kama mtoto amempenda mtu, mpe nafasi. Haijalishi ni mtu gani, haijalishi yukoje, haijalishi wewe na yeye mkoje, kwa sababu badala yake aibu kama hii itatokea. Ndio ujauzito huo. Wewe akizaliwa mjukuu wako, wewe akizaliwa nani yako, si mjukuu wako? Mimi napenda mjukuu mimi. Huyo mtoto atakuwa mjukuu wangu lakini hawezi kuwa mjukuu wako. Siwezi kuwa na urafiki au jamaa na familia. Sasa haiwezi kuwa hivyo, awe mjukuu wangu mimi asiwe wako. Mambo ya kugombana miendelezi kila siku, mkimbizane mapanga, mnashikiana, mnafika mpaka hatua za ajabu. Hiyo ni aibu mnawatia watoto wenu. Ni aibu kwa watoto wenu. Mimi naomba kitu kimoja wazee wangu. Haya mambo inabidi yafike mwisho. Na mwisho wake ndio huu kwa sababu mwisho wake ushapata tayari kitu kimewaunganisha nyie kama kama. Hiyo cha kufanya ambacho mtakachokifanya, kwanza msameane. Msameane kabisa bila shurti yoyote. Lakini swala la pili, bwana Epe wewe na mwanao inatakiwa mfuate taratibu za kuoa. Sawa?
Mtakapofanya hizo taratibu zote, mtakuwa mmemaliza kila kitu na amani itaendelea na mtarudi kuwa vizuri kama marafiki. Nyie zamani si mlikuwa marafiki? Tuache hayo mambo ya kukimbizana bwana, inatakiwa tusameane, tuishi maisha yaliyo mazuri. Mama, wewe unampenda mume wako? Sasa watawaaibisha tena jamani, haya mambo na mwanangu ampendi. Eti na wewe unampenda mke wako? Baba, mimi nampenda sana. Sikilizeni sasa. Nampenda sana. Acheni hayo mambo jamani, wazee wangu, hayo ni mambo ya aibu, natakiwa msameane bwana. Sawa. Sasa kwa sababu yeye acha nibebeshia mtoto mimi. Tayari aisha ni wewe. Sasa eko ni monebo kenyubo. Kwanza bali na mande ya ukosefu ya adabu. Bako na mbuzi. Ya abiri niba mone bachu iko bachoko ndambuka. Sasa hayo masuala ya kuoana nyie mtaongea kifamilia. Mimi mwenyekiti sitohusika. Ambacho mimi ninachotamani kukiona ni kwamba hata mkipeana ishara kupeana mkono kana kwamba mmekuwa vizuri, hilo ni jambo nzuri sana. Mwenyekiti, mimi nitaoa huyu. Utaoa. Sasa hilo halina shida, hadi kijana wako amefurahi. Tamu. Sasa ndio mpeaneni mikono sasa, tuache zile Ngoja. Sasa mlikuwa mnataka kufanya mambo yawe mengi, na nyie wazee ndio mlikuwa mnanisumbua hivi. Najua kwenye kijiji kesi zitapungua.